Bwana Yesu na asifiwe sana, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rafiki yangu, huenda leo unaishi maisha mabaya mabovu kwa sababu ya kuiga. Unaigaiga sana, unaiga sana, hutaki kufanya kitu chako mwenyewe, ni kuiga. Umeenda kutembea kwenye kanisa la mtu fulani, umekuta kuna mpango mwenzako kauanzisha, na wewe unauchukua unaupeleka kanisani kwako. Hayo ni mambo ya kuiga. Utafeli mapema, utafeli. Mambo ya kuiga kwenye kwaya huko, kwenye praise, acheni kuiga eti kwa sababu kanisa la mtu fulani wao pale mwimbaji yeye ni mmoja na nyinyi mnataka muige hivyo hivyo. Ndio maana mnafeli. Mipango yote mnayopanga haifiki popote kwa sababu ya kuiga. Acha kuiga. Mwambie Mungu, nipe kitu changu mwenyewe. Usipende kuiga. Mimi kipindi naanza kuimba, kuna mtu ananiambia imba kama fulani, fuata vile unaona pia anavyoimba. Nikamwambia we, tulia. Mimi naimba kutokana na jinsi ambavyo Mungu anavyopenda niimbe. Hata ukiniambia ubiri kama mtu fulani, na ubiri kutokana na jinsi ambavyo Mungu anapenda niubiri. Sihubiri kwa mapenzi ya wanadamu, siimbi kwa mapenzi ya wanadamu, bali naimba na kuhubiri kwa mapenzi ya Mungu, jinsi ambavyo Mungu anavyotaka mimi niwe. Na mimi hivyo napata jinsi Mungu ambavyo anavyotaka mimi nihubiri, jinsi Mungu ambavyo anavyotaka mimi niimbe, na mimi nakwenda hivyo hivyo. Mimi sifanyi vitu vya kuiga, Na kuna watu leo ambao wanaiga eti kwa sababu kanisa la mtu fulani, yeye kila siku mgongaji ni mmoja na yeye. Ukimwambia rafiki yangu hichi kitu ni kibaya, fanya hivi, mbona kwa fulani? Ndio maana ufanikiwi. Hutaki kumwambia Mungu, nipe sasa na mimi kitu cha kwangu. Yaani wewe ni kukaa tu. Kwenye kanisa fulani wameanzisha maombi ya siku 40, na mimi acha nipeleke kanisani kwangu. Mbio naona peleka kanisani kwako. Ndio maana unafeli kwa sababu unafanya vitu vya kuiga. Hutaki Mungu akupe kitu cha kwako mwenyewe. Hutaki. Unafanya vitu vya kuiga. Usiige rafiki yangu. Mwambie Mungu, nipe kitu changu. Mwambie Mungu, na mimi nipe cha kwangu. Mungu anapokuita kuna kitu chako ambacho atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye vitu kwa kuiga. Mwambie Mungu, nipe cha kwangu. Mwambie Mungu, nipe njia yangu iliyo sahihi. Mwambie Mungu, kila mtu Mungu kamwita na kampa njia yake iliyo sahihi. Yaani mimi njia nayopitia mimi hautopitia wewe, wala hatopitia yule, wala hatopitia yule, wala hatopitia yule. Hapana, kila mtu ana njia yake. Usione mwenzako amefunga 40 na wewe kaingia kichwa kufunga 40, utakufa. Mwambie Mungu, nisaidia mimi, nipe njia yangu. Mwambie Mungu, na mimi nipe njia yangu kuongoza praise. Mwambie Bwana, nipe njia yangu kuongoza kwaya. Mwambie Bwana, nipe njia yangu kuongoza kanisa. Mwambie Bwana, nipe njia yangu. Na Bwana atakupa njia ambayo iliyo sahihi. Bwana naye atakupa njia. Sio kuigaiga. Umetembea kwenye kanisa la rafiki yako, umekuta ana maono yake. Unaona? Ana maono yake. Na unasema hii nzuri naipeleka kanisani kwangu. Washirika wanaanza kuyakataa yale maono. Unaanza sasa kumzidishia Mungu. Mungu amenipa maono lakini mmekataa. Nini? Kumbe mwenzako umeenda kutembea kwenye kanisa la jirani, umeona wanafanya hivi, na wewe umeona ulete kanisani kwako. Hilo jambo we usiige. Usiige. We mchungaji, we mwalimu, we nani? Usiige. Mwambie Bwana, nipe cha kwangu na mimi. Mwambie Bwana, nipe njia zangu. Mwambie Bwana, mimi nipe njia yangu. Sio kwa sababu kanisa fulani mwana praise ni mmoja na wewe kanisani kwako ufanye hivyo hivyo. Hapana. Sio kwa sababu kule wakina fulani yeye mwimbaji ni mtu mmoja na wewe kwako ufanye hivyo hivyo. Hapana. Mwambie Bwana, nipe njia zangu na mimi za uongozi. Mwambie Bwana, nisaidie katika uongozi ulionipa. Bwana, nisaidie nifanye vile ambavyo inavyokupendeza. Mimi hata uniambie imba kama fulani, siimbi. Mimi namsikiliza Mungu atakachonipa. Ukiniambia
Ubiri kama fulani, si ubiri. Na ubiri jinsi ambavyo Mungu atakavyotaka mimi ni ubiri. Nafanya jinsi ambavyo Mungu anavyotaka mimi niwe. Haukuniita wewe, aliyeniita ni Mungu. Unaona? Haukuniita wewe, aliyeniita ni Mungu. Kwa mimi nitahubiri na kuimba kutokana na jinsi ambavyo Mungu wa mbinguni anavyotaka. Na wewe fanya hivyo, utafika mbali. Usiishi kwa kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi kwa kuiga. Biblia yenyewe imekataa tusiige. Wewe unaiga. Usiige. Mwambie Bwana nipe njia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anapokuita, anakuita na njia yako sahihi. Lazima atakupa njia yako sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakuta mtu anajitafuta, akipata njia yake sahihi anakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mama yangu, baba yangu, ni kiongozi wa idara. Ni kiongozi wa kanisa, kiongozi wa kwaya, kiongozi wa praise. Usiongoze praise kwa kuiga. Usiongoze kwaya kwa kuiga. Usiongoze vitu kwa kuiga. Mwambie Bwana nipe njia yangu iliyo sahihi ya kuiongoza hii kwaya, ya kuongoza hili kanisa. Mwambie Bwana nipe njia yangu iliyo sahihi. Naye Bwana atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana atakupa njia ambayo ni sahihi ya kuongoza. Bwana amekupa uongozi. Sio unatembea kwenye kanisa la fulani, unaona mchungaji mwenzako Mungu yeye kampa maono, amepiga magoti kalia mbele za Mungu na Mungu kamwambia fanya hivi, na wewe unaenda unakopi. Acha masuala ya kukopi. Achana nayo wewe mchungaji. Achana nayo mambo ya kukopi wewe kiongozi wa aina yoyote. Usikopi uongozi. Mwambie Bwana nipe njia yangu iliyo sahihi ya kuongoza hao watu. Bwana atakupa maono na pale utakapopeleka yale maono, wale watu watayakubali na watayapokea. Unashangaa mchungaji anakuambia nimetembea kwenye kanisa la mtu fulani, nikakiona hichi wanakifanya, sasa nimeona kinafana mimi, imani kilete kanisani kwangu. Anakiweka kanisani kwake, washirika wasipokipokea, anaanza mmekataa maono ya Mungu aliyonipa. Anaenda hadi kutengeneza somo. Afu tabia wachungaji mna hii tabia. Mnakatabia wachungaji mna tabia. Hii tabia mnayo. Unakuta idara fulani imekaa kushoto kulia, haieleweki. Sasa una mtu anakuja kukuibia kasiri. Mchungaji, kwenye idara kuna hili. Kwa hiyo sasa mchungaji anakuja kukuambia kama kiongozi mkuu ufanye kitu ili wale sasa waweze kukutana, ili waweze kukaa vizuri, ili uweze kuwatengeneza. Sasa wewe mchungaji, badala uwaite hata wale uite ile idara, uambie jamani kuna nini, wewe unaenda kuwatungia ujumbe, alafu unakuja kutuambia ni ujumbe umetoka kwa Mungu. Yaani unakwenda kutunga ujumbe kwa yale mambo ulioambiwa, alafu kesho unakuja kutuambia Bwana amenipa ujumbe mtamu. Hii tabia wachungaji mnayo. Unakuta kwaya imegombana kidogo, unakuta kwa mfano kwaya wanamsema mwalimu mbaya, mwalimu ni mbinafsi, mwalimu anafanya hivi. Sasa we mchungaji, badala uite kwaya, uite na walimu wote, uwaweke sehemu moja. Sasa uambie jamani, mbona ninasikia kuna hili na hili, imekuaje? Hata kama hata kwa akili ya nyama, kwaya kila siku inaimba pale, kwa nini na wewe usiweke rekodi ya matukio kwa kile ulichokisikia? Kwa nini usiweke rekodi ya matukio ukasema huyu leo kagonga, huyu kagonga Jumapili, huyu kagonga Jumapili? Weka matukio, ujihakikishie mwenyewe, sio bali kwenda unaenda kutunga ujumbe kwa kile kitu ulichokisikia. Wenye akili wataona hapa Mungu hamna, Mungu ashamwacha. Wenye akili watajua huyu mtu tayari Mungu ameshamwacha, kwa sababu hili jambo nimemwambia na ameenda kutunga ujumbe. Atajua huyu Mungu tayari ashamwacha. Katambua ya kwamba hapa Mungu ameshamwacha. Wewe unaambiwa kitu ya kwamba kwenye praise jamani kuna ubinafsi hivi na hivi. Sasa wewe badala hata kama usipoita kikao cha wanapraise, hata kama usipoita kikao cha wale cha ile idara,
wale mambo ambayo ulioyasikia wewe mwenyewe afanyie upelelezi wa chichi. Wewe si una Mungu. Sasa unashindwa kwenda kumuuliza Mungu kwa hili ambalo nimelisikia Mungu linaukwenda. Tatizo mmekuwa wavivu kuomba. Tatizo mmekuwa wavivu kuomba. Kila jambo mnalolisikia washirika wanalisema sema, mnaenda kulitungia ujumbe, alafu mnakuja kutudanganya ni ujumbe kutoka mbinguni. Mnakuja kutuongopea eti ni ujumbe wa Mungu. Wapi? Mnakuja kutudanganya ni ujumbe wa Mungu. Ujumbe wa Mungu. Yaani mimi nakwambia leo kuna ubinafsi. Wao wanaenda kusimama madhabahuni, acheni wivu. Wewe tumeshafahamu. Tumeshajua hiyo tabia wachungaji mnayo. Badala kabisa kwaya inaimba kila siku pale madhabahuni. Hizi inaimba kila siku pale madhabahuni. Kuna vitu umevisikia. Sasa badala wewe mwenyewe uvifanyie utafiti, uvifanyie upelelezi, uvifanyie utafiti, unaenda kutunga ujumbe.